Uhali gani ndugu yangu, rafiki yangu? Leo ni tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Leo ni siku ambayo imempendeza Mungu wewe kufika siku ya leo ukiwa salama. Hata nami pia nimefika nikiwa salama, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu ukabaki kuwa ni salama. Ila nina habari njema ambayo nataka kukwambia. Mimi kama binadamu mwenzako, kama mtumishi wa Mungu ambaye niliyeitwa kwa ajili ya kutamka maneno mazuri kwa kila binadamu yeyote aliye na pumzi, ambaye anapumua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Leo nimeletewa habari hii, inasema hivi: wewe uliye binadamu ambaye unatembea kwa miguu yako yote miwili, ambaye una mikono unashika, usishangilie kufika katika mwaka mpya ukiwa upo tu, hauna cha kufanya, ila shangilia kufika kwenye mwaka mpya, kwa sababu utaenda kumiliki kile kitu ambacho ulikisubiri sana kukipata. Sasa utaenda kukimiliki, lakini katika kukimiliki hautokimiliki kwa kuongea, ila utakimiliki kwa kujituma na kuweka malengo na kuhakikisha unafika katika ile stage ambayo ulitamani kuifikia. Kwa nini ujumbe huu umekuja? Kwa sababu kuna watu pale inapofika tarehe 1 mwezi wa kwanza katika mwaka mpya, huwa ushangilia na kusema Mungu asante, nimeiona siku mpya na mwaka mpya na tarehe mpya, ila nasahau kumwambia Mungu, nisaidie yale mambo ambayo sikuyatimiza mwaka uliopita, niyatimize mwaka huu mpya. Leo na kuamsha, mwambie Mungu, leo ni tarehe 25. Naomba tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kama mimi nilikuwa ni mgonjwa nipone, kama mimi nilikuwa sina pa kukaa nikapate pa kukaa, kama nilikuwa naachika kila siku nikapate ambaye ni wa kwangu sahihi, kama nilikuwa natamani kupata duka sijapata mwaka 2025, sasa mwaka 2026 niende kupata duka langu. Kama wazazi wangu walinitenga kwa sababu ya tabia zangu mbaya mwaka 2025, sasa mwaka 2026 nikabadilike, nikawe mwenye hekima. Watoto wote ambao na wengine walinikimbia wakarejee kwangu, wazazi wangu wanipende, kwa sababu utakuwa umenifundisha kutenda mema, ndipo na wale watu wanipende. Kwa sababu kuna watu wanavuka hadi mwaka hadi mwaka, wanavuka wakiwa na visasi, wanavuka wakiwa na magonjwa, wanavuka wakiwa na mazoea, wanavuka wakiwa na maisha magumu. Kwa sababu gani? Wamekalili maisha na kujiambia katika midomo yao eti nitashinda. Ndugu yangu, usishinde vita kwa kuongea, usishinde ugomvi kwa kuongea, usishinde malalamiko kwa kuongea, ila vyote vishinde kwa kutumia vitendo. Usisubiri mtu atakufuata na kukwambia eti hongera kwa kushinda, umejituma sana. Mfano mdogo, angalia hata Yesu mwenyewe alivyojituma, alivyojikana nafsi yake akatukomboa sisi wanadamu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye alimfuata akamsifia akasema hongera mwana wa Mungu, umewashindia wanadamu. Sisi ni wakina nani ambao tunasubiri kupongezwa? Usisubiri pongezi. Eti hongera kwa kulipa kodi ya nyumba, eti hongera kwa kuoa mwanamke mzuri, eti hongera kwa kuolewa na mwanaume mzuri. Hapana, yote tunawezeshwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo tunavovuka kwenda mwaka mwingine, tumwambie Mungu hatuwezeshe yale mambo ambayo tulishindwa mwaka 2025 tukayaweze katika mwaka 2026.
kwa sababu Mungu yuko anatupenda. Mungu wa matajiri ndiyo Mungu wa masikini. Mungu wa masikini ndiye Mungu wa walemavu. Mungu wa walemavu ndiye Mungu wa wajane. Mungu wa wajane ndiye Mungu wa yatima. Mungu wa yatima ndiye Mungu wa wakosaji wa chakula. Mungu wa wakosaji wa chakula ndiye Mungu wa watu waliyeshiba. Usikatae kumwita Mungu wako eti kwa sababu naona akili yako imefika mwisho. Mwite. Pengine akili yako inawezekana imekomea hapo, lakini yeye akakupa akili nyingine. Wewe unaifanya kazi kwa mtu, unalia kila siku, unasema mimi nitapata lini hatima yangu? Mwite Mungu, atakuongezea akili mpya. Utakuja gundua kumbe wewe si wa kukaa kwa mtu, wewe ni wa kwenda viwango vingine. Mwaka 2026 tukavuke kwa kishindo kikubwa. Maombi yetu yakaambatane na vitendo, ibada zetu zikaambatane na vitendo, dua zetu zikaambatane na vitendo. Usiseme na maliza ugomvi wakati wewe mwenyewe ni mgombanishi. Achana na ugomvi, maliza ugomvi. Achana na marumbano, maliza marumbano. Kama umenielewa, na Mwenyezi Mungu akusaidie kukupa haja ya moyo wako, ajibu maombi yako, ajibu dua zako, ajibu sala zako. Mwaka 2026 ufike kwa kishindo kikubwa. Kama ulikuwa ni mgonjwa upone, kama ulikuwa unakataliwa ukakubaliki, kama ulikimbiwa ukarudiwe, waliokutenga wakakufuate wenyewe, kilichokukataa kikakuijie chenyewe. Kazi usiitafute ikutafute, pesa usiitafute ikutafute, kwa kufanya mema na Mungu